amekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima, na msiba usikupate tena. Ukisoma kuanzia mstari wa 25 ndio unapata hiyo habari ya yule mwanamke aliyetokwa damu. Nitakuwa nazungumzia hiyo. Wapi hao watu wana ushuhuda? Kuna watu wengi nimewekea mkono hapa. Panda huku juu mama. Panda huku. Na nikisema nilikuwekea mkono na maanisha wale wachungaji tulikuwa tunafanya nao kazi hapa, waliweka mkono juu yako ukapona. Yaani ulipona hapa. Yesu alitutumia wale tulikuwa hapa na ukapona. Kuja wapi mwingine? Dalilo rwaruwe niku hano na Mungu. Wewe usiogope wachewa hapa eti watakurudisha pale ulikuwa. Yesu yuko na wewe. Wapi yule kuna mama mwingine yule ambaye hakuwa analala, alikuwa na keti kwa kitanda hivi mpaka asubuhi. Where is she? Akora kuikara woge tanda makapokea. Kobore makapokea hiyo. Niulize, huyu ndiye tu alifanywa tuliombea hapa akapokea muujiza. There were so many. Kuna watu wengi Yesu ameponya hapa. Wengine usiku amukuwa mnalala, wengine hata haikuwa ni ugonjwa. Nani alitendewa? Unaona sasa ile kitu Yesu alisema, kuna wakoma walikuwa 10. Akakuja mmoja tu kusema asante. Mama, tuambie nini Yesu alikufanyia? Wewe ongea kiku. Ndiba mlidi kikulia ndagambe. Umukutana hoi au hai. Tumia microphone. Undiba mle na nyama kulunko nyunta kalibuti kutenkolano acho basimbisa nene. Miguu ilikuwa kusumbua kuanzia huku. Sina yule alikuwa paka kwanza pena. Tumekubata mle ntengere. Mmoja. Unakumbuka ni jana ama juzi ulisema miguu hapa? Tule. Na mtumishi wa Mungu akaweka mikono. Na sasa hivi sasa uko salama. Wakienda nusubuti zikaika kama wakuchoma hayo na isaba. Na lori ngwilo bande ansombe makini migima. Kuya mugondo wana ntakwa kibintu wana ntakwisaba kasi yani ni kuisaba na wikala hayo. Si ulikuwa na kanisa ya Anturi. Iliomba ndio uganga ama ndio nini? Shika kama hiki Nali kugora sabaha iga misimu ya uganga ndio ilinisumbua kwamba ni agwe. Lakini nikasema kwa jina la Yesu sitaagua. Ukakataa. Nikakataa kwa jina la Yesu, nikamkimbilia Yesu mpaka sasa mimi niko safi kwa Yesu na tena kweli. Hebu usiende. Na kuna wapi yule mama mwingine ambaye alipeleka vitu ya uganga kanisani ikachomwa? Tulihubiri hapa siku ya Jumanne, nafikiri akawa Jumatano ndio alipeleka ikachomwa. Ako wapi yule mama ambaye tulimwambia wokovu hapa? Ndio yule anakuja. Makofi. Njoo huku Juma, mpanda huku juu. Makofi kwa Bwana wetu Yesu. Ndio mkono, sema haleluya. Sema Jesus. Nasikia pia kuna mtoto alikuwa anapoteza fahamu. Aliletwa hapa jana tukamwombea. Akuja hapa pia. Yule mtoto ambaye alikuwa anapoteza fahamu. Network inaenda. Anaitwa Munsi. Tuliombea mtoto hapa jana anaitwa Munsi. Ako wapi? Munsi, njoo. Inua mkono, sema haleluya. Wewe usiyasema hata shetani si anakushanga. Sema haleluya. Mama, niambie, Yesu na Aguturi ulikuwa unataka hiyo miungu hiyo mizimu ilikuwa inataka uague. Lakini Yesu akakukomboa. Na bado hata alizidi na jana akakuponya na miguu. Mshikie maiki. Wacha wakushikie maiki. Ukatoa mbuzi. Nitatoa sijatoa. Na harusi mbuli. Basta kiande mbuzi na kuja ya kuongeza ununue dirisha. Nina harusi na harusi mbuli. Nsemoyo mo. Hebu sikiliza. Utatoka kanisa gani? JKT. Haina shida, si hatuna shida. Mchungaji wake ni Joyce. Haina shida. Pigia huyo pastor makofi mazuri. Utoe mama, vile umesema hivi utoe. Na Mungu wa mbingu na nchi ameisha kutenda mema.
ulikuwa unacheza hapa, nasema huyu mama uliugua shida vibaya sana. Lakini siku hizi wewe unatafuta chakula. Ambia mtu imani yako itakuponya. Twende huyu wa pili. Tulikuhubiri hapa, ilikuwa siku ya Jumanne. Jumatano Yesu akawa amezungumza na wewe. Mchungaji, sawa, you can go. Mchungaji kiende kuja huku juu tafadhali. Mimi nilikuwa naumwa kwa sababu ya huyo uganga huo. Lakini baada ya kuuma nilikuwa na siku nyingi, labda ni miezi. Baada ya kuja kanisani hapo nimeona kwamba ngoja nitoe vile vyombo vichomwe. Nikuulize, kabla ya huu mkutano bado hizo vitu za uganga zilikuwa ndani? Nilikuwa navyo. Na mchungaji ulipeleka kwa mchungaji Jumatano? Wakavitoa wakanichomea. Hebu pastor waambia watu ni vitu gani ulichoma? Omanyirichigaini. Ongea Kiswahili. Unajua ile inayoitwa ndume ambayo inafungwa kwenye mikono. Ile rafu inafanya pembe namna hii. Aha. Hiyo ndio ilikuwa nayo na mahirizi mengine nilichoma. Sasa hivi huyu amekombolewa kwa damu ya Yesu. Umebatizwa? Na leo amebatizwa. Amebatizwa leo. Siwino mkono useme power. Sema Jesus. Sema Yesu. Sema hallelujah. Sasa wewe ni kiumbe kipya. Vile umebati. Kiumbe kipya, mimi naitwa Ombeni Francis. Ombeni? Francis. Hebu hilo jina. Anaitwa Ombeni. Sio ile ya kuomba. Ombeni Mkakono Francis, ama ni baba mume wako? Barikiwa sana na kuambia Mungu akulinde. Natamka juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Sawa sawa na neno la Mungu, Zaburi 91 kuanzia mstari wa 10. Mabaya wala tauni haitakaribia hema lako. Mungu atakulinda. Taagiza malaika wake, watakuchukua mikononi mwao, wala hutojikwaa. In Jesus name. Amen. Amen. Mpigie Bwana makofi mazuri. Nani mwingine ana ushuhuda hapa? Musi, nilisema utaitwa Musa. Excuse me. Nani ana habari ya huyu mtoto vizuri? Baba yake yuko wapi? Hata mchungaji anajua. Hebu tuambie vile alikuwa anapoteza network. Yaani huyo mtoto alikuwa anakufa ganzi miguu, na mikono inakufa ganzi. Alafu hata ukimuita haitiki. Yaani anapoteza network kabisa, inaisha. Yaani akizima amezima, anazima. Akiromu anaromu. Lakini sasa baada ya kuwa tumemwombea hapa jana, nimemkuta huko mtoni anataka kwamba aingie kwenye maji aanze kuogelea. Nikamuuliza, nilipenda tangia jana wakati ule. Hallelujah! Hallelujah! Mpatie mic azungumze mwenyewe tusikie. Bwana Yesu asifiwe. Ongea. Anya numero induni narenje ko tomata niyane karahajigo ata isawi famu isira ko moto ata ndingania ko sakora kurana resa bejo mbai. Makofi kwa Bwana wetu Yesu. Hallelujah! Piga vigelegele katika jina la Yesu. Hebu ongea sasa kwa Kiswahili. Mpatie mic. Anza. Hujui Kiswahili? Wacha atajua jameni, mruhusu tu aende. Wow. Weka vigelegele watu wote bwana. Lamek, nataka hii verse iongee kidogo tu. Twende.
shika kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usishuke kutoka hapa. Tulikuwa tumezaa mtoto wa kwanza wa kiume mwaka wa 2015. Alafu huyu mama akawa akiona mtu anatembea na watoto wawili mapacha, ananiambia pastor, yekenga kora ni brombana babere. Sasa unajua hata kama wewe ukiwa mwanaume unapiga hesabu mara mbili. Unasema huyu mama haya mambo anasema ama usaka chako iterene no kwane, what will happen? Sasa siku moja yeye alikuwa kidogo haniamini kiasi, maana unajua hata kuwa pasta kitambuito pasta nyumbani kwako lazima waone muujiza. Si rahisi pasta kuitwa kwake nyumbani pasta. Wachungaji wengi unapata wanaitwa kwa majina yao nyumbani. Ni kwa sababu wake za wachungaji hawaoni ile anointing wachungaji wamebeba. Wake wa wachungaji, mama pasta anaweza kuwa mgonjwa na ako na anointing yenye ni zaidi ya umeme hapo kwa kitanda ama hapo kwa nyumba, lakini kwa sababu they don't value, hawadhamini, unapata inakuwa ni hivyo. Sasa huyu mama mwaka 2018 akawa amenisumbua na hizo habari sana. Nakumbuka nilikuwa nimemaliza, sijui yalikuwa maombi ya siku 7 kama sijakosea, kama si siku 7 21 hapo katikati hapo. Nikawa nimepata ile imani ya hasira, maana alikuwa amefikia mahala ananiambia nimpeleke kwa askofu wangu aenda muombe ndio tuje tupate watoto wawili, maana alikuwa anapenda twins sana. Nakumbuka ilikuwa mida ya saa 5 mchana hivi. Nikamwambia leo utajua niko na Mungu, ikifika mwisho wa mwezi huu uende hospitali ukapime. Nikamwambia shika tumbo lako, akashika na cheka. Nikagamba gakulina na Yesu, ninaachilia neema na kibali cha watoto wawili katika tumbo hili, ndio mwanamke huyu ajue nimeitwa na Mungu. In the mighty name of Jesus, naachilia watoto wawili kwa hii tumbo. Touch! Akacheka akasema wacha nisubiri nione. Ndio mkono sema power. Mungu akasaidia, mama akapata ujauzito. Baada ya miezi 3 ule ujauzito ukaleta shida, damu zikaanza kutoka. Nikampeleka Migori kufanyiwa kitu inaitwa scanning, tuone shida iko wapi. Akiwa kwa kile kitanda cha kufanyiwa scanning, daktari nikasikia anasema, nikamuuliza what's wrong, kuna shida gani? Akasema watoto ni wawili wako hapa. Nikaruka, mke wangu akaruka kwa kitanda. Daktari anasema subiri tumalize kufanya scan. Anasema tulikuwa tunasutaka hiyo tu. Nikamwambia higa daktari, naomba nione kweli kama ni wawili. Akapitisha, nikaona kengine kanarusha mguu hivi, nikaona akanionyesha huyu ni mmoja, akanionyesha huyu ni mwingine. Mke wangu akasimama hapa akasema, pastor, Mungu akubariki sana mume wangu. Piga Bwana makofi na vigelegele katika jina la Yesu. Ambia mtu imani yako itakuponya. Yule daktari ambaye alikuwa anatufanyia scanning akatuambia twende tutafute mtu ambaye anashughulikia mambo ya wanawake, anaitwa kwa kizungu gynecologist. Kule Migori anaitwa Guro. Tukaenda kwa yule daktari akasema huyu mama asifanye kazi nzito, angekuruta manji kugisima. Nikasema hiyo nitafanya. Asifue kuo. Nikasema mimi yonahuli chingi kwa daktari, wewe tatutibie kekokora bene. Tulipotoka pale kwa hospitali nikamwambia mke wangu, hakuna hiyo vitu igawa kuruta manji. Wewe twende ufanye kazi zako. Ni Mungu alikuwa anataka kuonyesha niko na power. Sema power! Ule ujauzito ukaenda ukafika miezi 9. Kule Kenya kuna kitu tulikuwa tunaita linda mama, ambayo wamama wajawazito walikuwa wanaenda na wapewa kadi, alafu akienda kujifungua na jifungua bila malipo. Ulipofika miezi 9 nikaona mke wangu amechoka sana. Nikamwambia sasa nataka nikuombee ujifungue. Akaniambia niruhusu, ilikuwa siku ya Jumatano, niruhusu kesho siku ya Alhamisi nende nichukue linda mama ndio niombee nijifungue Ijumaa. Nikamwambia sawa, chukua. Akaenda akachukua siku ya Alhamisi, akachukua linda mama, akakuja akaniambia, nikashika lile tumbo. Ninaita tumbo ama ujauzito sasa? Mimba. Hiyo mimba nikaguza hapo mkono, nikasema kwa jina la Yesu, watoto mlio katika tumbo hili, mimi ninayeomba hapa nje ni baba yenu na ni pasta wa mama yenu na ni mume wake.
Na waamuru kwa jina la Yesu, Ijumaa msilale kwa hili tumbo, tunawataka haraka sana. Akacheka, lakini akaniambia, lakini kama uliomba nikapata wawili, yawezekana Ijumaa wakatoka. Nikamwambia watatoka. Na maanisha kile nakisema, Mungu ambaye tumembeba ni mkubwa kuliko matatizo yanayoonekana kwa macho, katika jina la Yesu. Ikafika siku ya Ijumaa mida saa 5, nikampigia simu kuuliza kama amesikia ile inaitwa nini? Labor pain tunaita aje kwa Kiswahili? Uchungu ile ya wamama. Kaniambia mimi sijasikia chochote. Nikaenda kwa magoti nikamwambia Mungu, huyu mwanamke alishaamini mimi ni pastor. Maana tangia wakati tulitoka hospitali alianza kuniita pastor, mtoto wangu yule mwingine ananiita pastor, mpaka hata yule tulizaa juzi ananiita pastor. Kwangu my wife she calls me pastor. Hello? Mchungaji Peter ni shahidi. Nafikiri nimehubiri kule Tumaini, nafikiri mwaka sijui wa ngapi, wa 10 na it's now 11 years. Haujawahi sikia mke wangu akiniita Magoko, ose mwalimu, pastor. Naongea hata na wamama wachungaji, heshimu mafuta ambao wazee wenu ama watumishi wa Mungu wamebeba. Makanisa, heshimu mafuta ambayo wachungaji wenu wamebeba. Muliona nikiwekea mtu mkono hapa? Muliona nikiwekea mtu mkono? Si ni hao pastors nilikuwa naita wanaweka mikono hapa na miujiza inafanyika. Respect the anointing. Nisikilize. Ilipofika siku ya Ijumaa saa 12, inaitwa labor pain ama uchungu ule wa kujifungua ukaanza. Saa 1:30 akatoka mtoto wa kwanza msichana siku ya Ijumaa. Saa 5 akatoka mtoto wa pili, wako darasa la 3. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako itakuponya. Yule mchungaji uliye naye kanisani, kama Mungu alikuelekeza pale, yale mafuta amebeba yana uwezo wa kutatua matatizo yako yote. Listen. Siku moja mshirika wangu, namaliza tuombe alafu waimbaji waimbe. Siku moja mmoja wa washirika wangu kule nako hubiri. Nafikiri Pastor Peter bado alikuwa mshirika hapo. Yes, alikuwa mshirika hapo kanisani kwangu, sijamtuma aende Nyamaranya kuhubiri. Akakuja akaniambia, Pastor, because one of my pastors, mmoja wa wachungaji wangu ambaye alikuwa anahubiri sehemu moja inaitwa Nyamaranya, alikuwa amewika sana, Mungu amempa neema ya kufanyia watu ukombozi, deliverance. Akaniambia, mtoto wa dada yangu anaumwa sana na kuomba pastor, twenda tumchukue wewe na mimi tumpeleke kwa pastor aende kumuombea. Yaani tumpeleke kwa mdogo wangu mimi tuende amuombe. Kunyenyekea ni vizuri wakati mwingine wachungaji. Nikamwambia it's good. Nikamwambia I think nilikuwa na mkutano sehemu moja inaitwa kwa Kiaraka wa crusade kama hii. Nikamwambia sasa ninaomba tuende bebe tumpeleke, lakini tukienda unaweza niruhusu nimuombee pia kwanza kabla tuende. Akafanya makosa akasema nikasema Yesu, najua unanitetea, naomba leo unitetee kwa hii boma. Yaani mshirika wangu amenidharau kiasi kwamba ananiambia tubebe mgonjwa tupeleke kwa pastor ambaye ni my junior, mdogo wangu aende kumuombea. Tukaenda pale, yule binti hakuwa anatembea. Miracle number 1. Yule binti tukaomba, tukatokera rimu kumwena na wanza kugenda nyumba. Paka wanza kuambika wewe agendre. At that time mimi nimekasirika. Unaomba maombi hakuna kuonyesha mtu meno, umekasirika. And then nikimalizia, nikageuka nikamwangalia yule ndugu tu namna hii. Akaenda chini kama risasi. Mpaka leo ana alama hapa. Nikakuja nikaambia kanisa fulani alikuwa ameniambia tuende tubebe mtu tuende kupeleka kwa nani aende kumuombea. Nimeenda nikaomba mtu huyo akatembea na yeye akaanguka. Mkimwona na alama ni alama ya miracle. Ni alama ya power. Nasema hivi, your pastor ana kila kitu kila ambacho unahitaji. Yawezekana hana gari, una gari. Amebeba afya yako. Amebeba mafanikio yako. Leo ndio tunamaliza mkutano wa nje, si ndio?
Yawezekana tumekuwa tukihubiri hapo, unaona ni kama ni mchezo, unaona kama ni mzaa. Nasema imani yako itakuponya, imani yako itakumalizia hiyo matatizo yote ulio nayo. Pengine watu wengine wakati walikuwa wanasikia makoko anakuja, walifikiria ni mtu atakuja, mtu mnono, sijapata nafasi ya kunenepa, ikifika hiyo siku nitamshukuru Mungu. Lakini Mungu niliyembeba ni zaidi ya magoko huyo ambaye mnamuona hapa. Taka msonge hapa tuombe. We love you Jesus. Sema kutii ni bora kuliko sijui manukato, sijui kuliko marashi, kuliko Caroline ruku ya koraba. Isi ni kuhusu mbona demo kawegesa. Atuni kuhamia ndige noko nguturiare. Yesu ame na omeka karibu 10. Umeugua miaka 10. Kwa sababu tena kumwestungu mkurorande baragambe ga ngurungo kora. Umwana wane hebu kidogo more iko pamore. Hao watu wa umri kama huo monto arore. Mwigule nkororande baragambe no muhoro. Washindwa hao watu kabisa. Mama ongea. Asante na borega tianicha kumumura wano mwanene na wantu. Ulikuwa na shida gani wakati tukikuombea? Korora kabisa na ndore gwende kande katoke ankanda sahanda kumwana wana arahira hospitali. Akahira hata Kenya nkabimo ni bibimo. Ndabulia iga. Icho anotore to sabe wakati tulikuombea jana ulikuwa na shida gani? Guchore. Yatopoganye. Ano na hikere hayu. Karero igo nkanyoru mweyo mukye. So kiama kuruka ka kumbiro kana kukanyo hatenku ya kugundu bara tenku yi nyumba. Sipano rona na akere hano na geji ngoma nyupya. Yi nyumba nkogenda ndi. Jameni anafanya kazi siku hizi mwenyewe katika jina la Yesu. Ayo ndo yi nyumba kugenda ndi ndo mahaba na ikangugora. No kwa gongwa. Amina. Eno kuwe nyare mange kumutoma. Nojonga mbele noko aiguri na mwante bili tentebili mwana muntu. Unakumbuka tulimwombea jana, ni jana ama hiki? Msaidie na ulipanda mwenyewe huo. Anapiga hesabu ya kushuka. Anako hayuni kwamba ndika noko tenena ya kumwasi. Bado noko imanyiriga kumoja gone na goai muhamuguri. Manyere. Haya, piga Bwana makofi mazuri. Nisikilize jioni ya leo. Unaona wale watu tulikuwa tunaombea wanafunguliwa hapa. Wale watu mmesikia wanatoa ushuhuda. Jambo la kwanza ambalo walifanya la muhimu, walimpa Bwana Yesu maisha. Ukimpa Yesu nafasi aingie, anaingia, anakamata ule udhaifu uko ndani yako. Kama ni magonjwa anakamata. Kama ni mapepo ulirushiwa na haukutambua kwamba umerushiwa mapepo. Maana kuna hata baadhi ya wanawake walishavalishwa mavazi ya kuzimu. Waume zao wakiwaona nikabaa kwa babiri kirigichi sese, nikabaa kwa babiri kirigichi. Kuna wanawake mnaitwa maungu hapa kwa ndoa zenu. Wengine mlishakataliwa. Kila sehemu naenu unakataliwa. Hizo ndizo vitu sasa tunataka kumwamini Yesu, tuachilie fire, tuachilie moto wa Bwana uteketeza hayo mavazi ya kuzimu, ubaki ukiwa salama katika jina la Yesu. Kama naamini sema amen. Basi jioni ya leo uko hapa hujampa Bwana wetu Yesu maisha. Hujampa nafasi kabisa. Unashangaa watu wengine wanahudumiwa, wewe hausikii chochote. Uko hapo unasema mtumishi wa Mungu, leo nampa Bwana Yesu nafasi katika maisha yangu. Namkiri Kristo kuwa Bwana. Na leo ninatubu na mimi nione kama atahudumiwa. Uko hapa, inua mkono wako juu. Funga macho yako, usimwogope mwanadamu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa hiyo mikono ambayo imeinuliwa. Tazama, umeketi katika kiti chako cha enzi. Na tunakushukuru kwa sababu uko katikati yetu. Uko hapa kumponya huyu. Uko hapa kumfungua. Wewe ni baba yetu. Wewe ni Mungu wetu. Asante kwa sababu ya uwepo wako. Kuna mtoto hapa moyo wake unakutaka. Kuna mama hapa moyo wake unakutamani sana. Kuna kijana hapa moyo wake unakutamani sana. Kuna mzee hapa moyo wake unakutamani sana. Bwana wa uzima anatubu ndani ya moyo wake. Leo ameamini. Imani hii ambayo alikuwa nayo na mashaka mengi ameyaondoa. Na kusi wakati unapita katika kusanyiko hili,
Kutana na maisha ya mtu huyu leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Inua ule mkono wa pili juu. Jina la Yesu. Inua tena zaidi. Omba ombi hili pamoja na mimi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Jioni ya leo nimesikia habari njema. Nami nimekuamini. Bwana wa uzima, naomba unisamehe. Bwana Yesu, naomba unisamehe. Yesu mwana wa Mungu, nipatanishe leo na damu yako, damu ya agano jipya. Leo nakuwa salama. Asante Yesu. Futa jina langu kutoka kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Inua mikono yako vizuri juu. Nasikia nguvu ya Mungu nyingi sana, nyingi sana. Wengine hata mtafika kuwekewa mikono. Inua tu mikono yako juu. Funga macho yako. Hautabaki ukihangaika tena. Katika jina la Yesu. Yes, in the name of Jesus. 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 Tayari inafanyika pale katika jina la Yesu. Saidia huyo, saidia huyo. Kwa jina la Yesu. Wachungaji, kazi imeanza. Kwa jina la Yesu, inua mikono yako juu. Yes, in the name of Jesus. Wacha kusumbua huyo mama, inua mikono juu, funga macho. Acha mazungumzo. Saidia huyo tafadhali. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, tayari inafanyika pale. Ndio msaada wa Bwana unashuka. Roho Mtakatifu mwenyewe anashuka. Anahudumia kusanyiko. Watumishi wa Mungu tafadhali msiketi. Kuja, kazi imeanza sasa. Katika jina la Yesu, hautabaki ukihangaika tena. Leo ni siku ya kupatanishwa tena na damu ya Yesu. Damu ya agano jipya. Damu ya agano jipya. Katika jina la Yesu. Jameni, basi naomba maaskofu kujeni kama wachungaji hawapo. Naomba katika jina la Yesu ufunguliwe leo mama. Katika jina la Yesu. Nazungumza na mtu hapa ambaye nguo yake iliibiwa kuanzia majira hayo, amehangaika. Natamka kwa jina la Yesu, naachilia moto. Haijalishi walifanya uchawi gani, naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Ule uchawi waliofanya na usambaratisha hivi nyongo vya Babila, ninapasua, ninapasua, ninapasua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Touch, touch. Pokea neema, pokea neema. Pastors tafadhali msisimame, weka tu mkono juu ya mtu. Weka tu, yani ukiweka tu mkono kuna power ya Mungu inashuka hapo kama umeme. Naona nguvu ya Mungu ikitembea kwa uwanja kama ndimi za moto tu hivi. Nyinyi weka tu mkono. Baraka, weka mkono. Weka tu mkono. Weka mkono juu ya mtu. Weka mkono kwa jina la Yesu. Weka. Pastors msiweke na kupoteza muda. Saidia pale, saidia pale, kamata. Saidia pale, kamata moja. Saidia pale, saidia pale. Usiwe. Pastor Males. Mchungaji Males, usichukue muda sana. Weka tu kienda, weka tu kienda. Weka tu kienda. Gusa tu, gusa mtu tu. Gusa tu. Ndio hiyo. Watu wanafunguliwa. Ndio hiyo. Msaidia pale. Ndio hiyo. Weka tu mkienda. Niko nguvu ya Bwana shuka. Touch. Saidia huyo pastor. Jamani, saidia huyo. Yesu, touch. Yesu, kamata. Tunakusanya kila roho chafu, kila laana, kila uchawi. Saidia pale nyuma. Jesus. Chomeka kila nguvu za giza. Baraka baba. Weka mashaka. Chomeka mondoka. Kila nguvu za giza. Toka mapepo. Toka majini. Toka uchawi. Hiyo roho ya utasa. Hiyo roho ya utasa. Saidia pale nyuma. Saidia pale. Kamata. Leo tunakamata. Wanase wote. Inua mikono yako juu.
ninazungumza na hiyo roho ya nyoka. Wewe unayelala nyoka zinakufukuza wewe. Wewe roho nyoka wewe. Wewe roho nyoka wewe. Ondoka mwachie. Wewe roho nyoka. Wewe ondoka mwachie. Leo nimekamata. Wewe roho nyoka. Wewe roho nyoka. Nachia moto. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Chomeka. Chomeka. Hizo roho za nyoka. Unaota nyoka unafukuzwa na nyoka. Na kufungua leo. Na kufungua leo. Na kufungua leo. Na kufungua leo. Funguliwa. Kwa jina la Yesu. Ombea huyo. Kwa jina la Yesu. Ombea huyo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwangalizi wewe weka tu mikono juu ya watu. Weka tu kipita. Kwa jina la Yesu. Tatatigana na watu. Kwa jina la Yesu. Mwangalizi wachana huyo. Wewe weka tu mikono juu ya watu tukipita. Saidia pale kama leo mlai bibi. Kama toa. Na meki wezi kupiga simu na tunasubiri keyboard. Kwa jina la Yesu. Saidia pale, saidia pale. Jamani ndio mikono yako juu. Kuna nguvu ya Mungu nyingi sana. Kama toa. Kuna nguvu ya Mungu nyingi. Kuna nguvu ya Mungu nyingi. Kuna nguvu ya Mungu nyingi. Yesu anafungua watu wake. Haweni na magonjwa tena. Hakuna magonjwa tena. Hakuna laana. Hakuna laana. Kwa jina la Yesu. Wengine ni maneno yalitamkwa mazito. Maneno mazito. Wengine ni waume zao walitamka maneno mazito. My God, my Father. Ana shida gani huyu? Asimame hapo tu. Katika jina la Yesu. Wengine ni maneno mazito yalitamkwa. Yakatamkwa maneno ya laana. Haya maneno ya laana. Haya maneno ya laana. Kwa damu ya Yesu. Pastor Kianda weka mikono na wala. Kama unamaliza kushe. Kwa jina la Yesu. Hayo maneno ya laana. Saidia pale nyuma. Kuna kitu kinafanyika pale nyuma. Kwa jina la Yesu. Toka pepo. Toka pepo. Toka. 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 Kwa jina la Yesu. Fire. Toka majini. Toka nguvu za giza. Toka wachawi. Toka laana. Saidia pale nyuma. Saidia pale nyuma. Musako. Kamata. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka majini. Toka. Toka majini ya Yesu. Toka pepo. Toka. Anamuende. Katika jina la Yesu. Kila kusanyiko alilo Yesu, mapepo na mashetani na wachawi. Kwa jina la Yesu. Wanapiga nuru wake. Huyu asiende. Kwa jina la Yesu. Saidia pande huku juu. Katika jina la Yesu. Kuna jambo nilisema hapa siku ya kwanza. Day 1 wakati nilikuja hapa. Nilisema kuna mtu nilisema na hiki kitu nimekuwa nikihubiri hapa inajirudia tu. Huko hapo nasikia sauti za kujiua. Toka pepo. Kamata. Huko hapa nisikilize. Wamama mkoe makini ama wamama nyinyi, funika huyo mtu vizuri nyinyi. Unasikia kuna sauti zinakwambia ujiue. Mpaka tangu tunuli ka weekend, kwa sauti ya wote ya weekend. Hiyo kitu imenisumbua kuanzia siku nimekuja hapa. Naita huyo mtu sioni. Leo kwa mara ya mwisho uko hapa. Unasumbuliwa na sauti za mauti zinakuzungumzia tu, zinakuambia kifo tu. Where is that person? Ako wapi? Njoo. Uwepo wako Bwana uwe nami. Inua mikono yako juu. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Na huyu pia songa simama hapo. Wapi mchungaji Reverend Zablon yuko wapi? Kujiweke mikono juu. Inua mikono yako juu. Hiyo sauti inakwambia utakufa, acha watoto wako. Na yaamuru kuanzia sasa. Katika jina. Kila maagano ya kuzimu.
roho ya kujinyonga kwa jina la Yesu. Roho ya mauti toka sasa kwa jina la Yesu. Aga mwende Kwa jina la Yesu. fire in the name of Jesus. Toka roho. Someka mondoke. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Mtu aseme moto hapa. Toka moto. Moto. Ajoka bibi. Roho ya mauti. Toka pepo. Toka kwa jina la Yesu. Toka pepo. Toka pepo. Yesu. Machia. Ajoka magana. Wacha. Wacha. Kamata. Leta pika. Kamata. Roho ya mauti. Fire. Inamwachia. Mtu aseme moto. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Moto. Hakuna mauti. Sogeza huyo mama karibu. Toka pepo. Kujinyonga kwa jina la Yesu. Sijui kama ganda bibi. Toka mwende. Toka raka. Chomoka. Kwa Yesu. Toka pepo. Roho mauti. Toka pepo. Toka mauti. Mashemazi mnaanza kuombe hawa. Toka mauti. Alitoka bibi ubagana. Toka roho mauti. Kujinyonga. Fire na mkiza. Toka kwa Yesu. kwa jina la Yesu. Toka chia. 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 Kwa jina la Yesu. Toka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hakuna kufa. Hakuna kufa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka mauti. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Anafunguliwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Alichoka bibi wimo gende. Kwa jina la Yesu. Mapepo ya uchawi. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia. Onotarakwe huyo ataishi. Kwa jina la Yesu. Ataishi. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wagonjwa kimbia haraka. Tunamaliza. Hakuna mkutano hapa kesho. Kwa hivyo wewe ukikosa shauri yako. Sitaweza. Kama wewe si mgonjwa unarudi nyuma. Weka mistari ndio watumishi wa Mungu wapate nafasi ya kupita wakiweka mikono, maana wamebeba moto wa Mungu hapa. Mchungaji pale, si unaweza songa kuja huku mbele kama rudi nyuma ya jina la Yesu. Kuna nguvu ya Mungu nyingi sana. Inua mikono yenu juu. Inua mikono juu. Na kama unaweza shika mkono huyo aliye kando yako ushike tu. Kamata mkono wa mtu aliye kando yako. Shika tu, shikana mikono. Shikana mikono. Hey, kuna nguvu ya Mungu nyingi hapa. Shikana mikono, inua juu. Kuna nguvu ya Mungu nyingi, sijui naona nini. Inua mikono juu, funga tu macho yako. Maana nyinyi ni wengi, hata mkieleza hiyo ugonjwa sitamaliza wote, itachukua saa moja. Nataka tuachilie neema kwa jina la Yesu. Mchungaji Peter Zabulo, nataka unipatie mkono yako moja, mwingine ushike hao. Funga tu macho. Funga tu macho, nyamaze. Kwa jina la Yesu. 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 Nakuguza sasa. Nakuguza sasa. Nakuguza sasa. Yes, 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 yes. Touch. Yes, 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 yes. Saidia huyo atoke hapo. Kwa jina la Yesu. Touch. Yes, funga tu macho yako. Roho Mungu unaondoka. Hayo maumivu yanaondoka. 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 Touch. 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 Toka. Toka magonjwa. Toka laana. Toka magonjwa. Toka rocha. Toka. Toka. Weka sasa mikono. Toka. Basta weka mikono juu yao. Toka. Toka. Toka magonjwa. Toka magonjwa.
Funga macho yako, funga macho yako. Saundi ya maisha. Watu wanapona. Watu wanapona. Watu wanapona. Watu wanapona. Watu wanapona. Watu wanapona. Saidia pale nyuma. Watu wanapona. Watu wanapona. Magonjwa. Jesus. Jesus. Watu wanapona. Watu wanapona. Watu wanapona. My God, my Father. Watu wanapona. Watu wanapona. Leo hautaenda na hiyo ugonjwa. Leo utaenda na hiyo ugonjwa. Leo utaenda na hiyo ugonjwa. Weka tu mikono. Ndio hiyo. 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 Jesus. Yes. Saidia huyo. Saidia. 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 Saidia huyo. Weka mikono mama. Weka mikono. Weka mikono juu ya watu. Weka mikono. Weka mikono. Nguvu ya Mungu jameni. Nguvu ya Mungu jameni. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Kila laana za magonjwa. Leo murai. Katika jina la Yesu. Leo murai. Katika jina la Yesu. Leo murai bibi vya murai. Magonjwa yanaondoka. Weka mikono. Hata wale ni mashemazi, weka mikono. Kuna nguvu ya Mungu inafanya kazi hapa nyingi sana. Unafunguliwa. Watu wanapona. Na uvimbe wa tumbo. Unafunguliwa. Uyeyuke. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Jesus. 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 Magonjwa yanaondoka. Yanaondoka. My God, my Father. My God, my Father. Jesus. 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 Ndio hiyo. Wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Kuna mambo yanafanyika hapa, sijui nitaeleza namna gani. Kuna vitu vya kutisha vinafanyika hapa. Ina mikono yako juu. Jamani, kuna nguvu ya Mungu nyingi hapa. Kuna nguvu ya Mungu nyingi hapa. Saidia pale. Kuna nguvu ya Mungu nyingi hapa. Kuna nguvu, saidia pasa kione pale. Kuna nguvu ya Mungu nyingi hapa. Usikubali kurudi na hiyo shida. Usikubali kurudi na hiyo shida. Wewe Yesu ane. Funga tu macho yako. Yeye inafanyika. Inashuka kama umeme. Nisaidia umeme. Nisaidia umeme. Nisaidia umeme. Jesus. Imani yako inakuponya leo. Imani yako inakuponya leo. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unafunguliwa. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hai. Yule unasikia bado hajapona, songe kuja. Kama umesikia umepona, rudi nyuma. Kama unasikia bado, songa mbele kidogo. Unishike tu mkono. Shika mkono wangu. Jesus. Yes. 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 Touch. 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 Jesus. Jesus. Touch. 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 Jesus. 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 Touch. Touch. My God, my Father. Touch. 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 Oh, Jesus. Watu wanapona jamani. Kuna vitu vinafanyika hapa. Kuna mambo yanafanyika hapa. Kuna mambo yanafanyika hapa. Yesu. 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 My God. Yesu. Yesu. Hey. Hey. Watu wanapona. Watu wanapona. Pokea hiyo neema. Pokea. 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 Pokea muujiza wako. Pokea hiyo neema. Muujiza wako. Ndio. Pokea muujiza wako. Ndio. Pokea muujiza wako. Ndio.
muujiza wako. In the name of Jesus. Muujiza wako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea. Ndio. Kwa jina la Yesu. Ndio. Kwa jina la Yesu. Ndio. Kwa jina la Yesu. Ndio. Pokea. My God. Oh yes. Kwa jina la Yesu. Oh yes. Pokea. 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 Yes. Pokea. Kwa jina la Yesu. Una shida gani? Sikusikii. Kwenda ukuju, kwenda ukuju. Kila lipo Yesu. Oh my God, my Father. Akasema, akanena akasema, Baba, vile ulivyonituma mimi, vivyo hivyo ninawatuma hawa. Tulitumwa na ishara na miujiza. Rakaba shanda rika mama sai. Kariba sakara mashasa. Rika babu shanda rima muzai. Rika mazaka rima muzai. Karaba shanda rika muzai. Kariba shanda rima muzai. Kariba shaka rima muzai. Karabu shanda rika babu. Leta huyo mama hapa huyo. Wapi mama pastor yule? Mama katika jina ameenda wapi? Mama wako wachungaji wa Bwana. Katika jina la Yesu. Washike tumbo la yule mama, wanaume wasishike. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pandisha yeye. Sibili unasema gani? Hatukumwombea jana. Sija alikuwa anatoa ushuhuda hapa ama si huyu? Apande ukuju. Ama wekeni mikono hapo, kuna kitu inafanyika tu. Weka mikono juu ya huyu mtoto. Weka nyinyi weka. Kuna nguvu za Mungu nyingi sana hapa. Sasa huyu mama sima na mchungaji kia huyu. Kuleteni hapo karibu. Haya. Wewe. Shika hilo tumbo lako. Kwa jina la Yesu. Kila magano ya kuzimu sasa vunjika. Katika jina la Yesu. Kila magano ya kuzimu sasa vunjika. Katika jina la Yesu. Kuanzia sasa nimekuwa jina la Yesu. Uko huru kuanzia sasa. Mfungueni. Wewe ulikuwa na shida gani? Nani yule alipanda wa kwanza? Kwa jina la Yesu. Ninakuamuru ewe pepo kubwa, achia nafsi hii. Inakubibi winava kangi mure. Tatoka mugende kulina Yesu. Achia nafsi hii. Ewe pepo. Pepo bubu. Microphone hii iko na shida gani? Nakuamuru kwa jina la Yesu. Achia huyu binti. Achia kinywa chake. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo bubu. Toka pepo bubu. Toka. Ukosi. Haya. Fanya hivi. Anasikia? Fanya hivi. Kwa jina la Yesu. Na kuamuru ewe pepo bubu. Toka kwa jina la Yesu. Hey, thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ninakuamuru ewe pepo bubu. Toka kwa jina la Yesu. Toka chia binti. Toka. Toka roho nyoka. Toka pepo. Toka kwa jina la Yesu. Yes! Toka! Sema Baba. Sema Baba. Sema Baba. Kibodi kwe chini. Sema Baba. Kibodi nyamaze. Sema Baba. Sema Baba.
Baba. Sema ba. Sema ta. Kwa jina la Yesu. Kile kiwinda kuihima. Tachukugende. Toka pepo. Mtu aseme fire. Sema moto. Sema fire. Fire. Toka pepo. Toka chia. Toka chia. Toka chia. Toka chia. Achia fahamu. Toka kwa Yesu. Toka pepo. Sema ta. Sema ba. Sema ba ba. Sema ba ba. Sema moja. Umeenda mbili tayari. Sema moja. Amesema tatu, pia Bwana makofi mazuri. Wewe acha ubishi, piga Bwana makofi mazuri. Aliacha kuongea akiwa na miaka 3. Sema moja, 2, 3. Pia Bwana vigelegele katika jina la Yesu. Msaidieni maji ya kunywa. Pia Bwana Yesu makofi mazuri. Michuta imeenda maji hakuna. Hii imefunguliwa. Harakishe. Wewe ulikuwa na shida gani? Aliacha kuongea akiwa na miaka 3. Nimemfungua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Subiri kidogo hapa, simama hapa, simama hapa. Ameongea hajaongea? Pe Bwana vigeregere katika jina la Yesu. Aha. Wewe una shida gani? Unaumwa wapi mama? Tumbo. Unaoleka? Una watoto? Mtoto mmoja. Ana miaka ngapi? Tumbo imekusumbua kwa muda gani? Ananisumbua. Kwa jina la Yesu. Yes, kuza hilo tumbo lake. Ndio wewe, umesimama hapo. Ndugu na yeye. Toka pepo. Kamata. Wewe. Kamata. Kamata. Shika hiyo. Shika kamera. Kamata. Kamata. Tushia hapa. Hii ni msako. Tushia hapo aende chini. Kamata. Tushia hapo aende chini. Tushia hapo aende chini. Kamata. Wengine washike hapo. Hapa lazima kume kula. Toka pepo. Toka leo ni mama chia. Mama kaachia. Toka chia. Sita huyo mama hiyo leso funika. Toka chia. Toka chia. Mama funika huyo. Achia. Haya. Kuna shida gani? Hapa ndio moto sana. Unakuchomelea. Inua mikono juu. Kwa jina la Yesu. Wewe hata sio yuna shida. Ewe roho wa mauti. Na kuamuru kwa jina la Yesu. Na meki kuna speaker hiyo. Wewe unasumbua. Mikono juu, usiogope. Unafunguliwa. Roho wa mauti. Na kuamuru. Wachie. 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 Achia. Toka. 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 Isiwe ngumu, achia. 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 Kwa jina la Yesu. Achia. Kwa jina la Yesu. Leo nakufungua baba.
Uko huru kuanzia leo. Fanya nini unaamini? Nani yule mwingine alikuwa? Huyu ana shida gani? Huyu si hataruka hapa kama stima. Sasa shida yake ni nini? Hausikii kokoroma ya kuwika. Hebu nyinyi msi. Hebu. Ndugu. Hausikii? Kweli asikii.